Asante sana dokta. Za saizi Salama sio upande wako? salama tu za hapa. Namshukuru Mungu. Kiukweli mama, yule mgonjwa wako alivyoletwa alikuwa katika hali mbaya sana. Hata hivyo unapomuona ni amepata nafuu sana na tunamshukuru Mungu. Sawa mamangu Sawa. Alikuwa jitambui, alikuwa amechafuka ovyo ovyo. Hata zile nguo ambazo unamwona nazo ameletana na majirani wa Samia wema. Sawa. Sawa mamangu Sawa. Sasa kinachotakiwa sasa hivi inabidi uende ukatafute pesa karibia 1,500,000 ili aweze kuongeza dawa zingine na aweze kuruhusiwa kurudi nyumbani. Sawa. Asante sana dokta. Na nashukuru sana. Asante sana. Haya, mimi naenda kutafuta hiyo hela. Nyie kina nani? Nyie! Wezi jamani! Wezi! Mtaani kwetu kutwa kuna vibaka, serikali kutwa wanawasaka, wananchi nao chaka kwa chaka. Mamae, madada poa nao hawapo nyuma, kutwa kwa mitandao kujiuza. Wewe kwenye begi umeweka nini? Sijaweka kitu. Kwani kaka vipi? Wewe sijawahi kupingwa hata siku moja. Wewe unaje kwenye bichi la bwani kama hivyo shamba? Wewe vipi? Hebu kimbia. Shamba kweli. Watu siku hizi vipi hawa? Yaani mpaka midaiwa anatembea tu anazurura tu from nowhere. Shamba nini huyo? Shamba usijue atoka hapa afa anakuja kwenye bichi la bwani kama hivyo kisembezembe. Cheze hapo. Mume wangu. Haya, unaendeleaje? Naona hata chakula chenye kula huli. Maana kia anafuata chakula kikuta kiko hivyo hivyo. Kwa nataka tuweze kubembelezana baba eh? Au nataka anza kukushika naweza kukulisha. Nifanye nini? Siwezi nikwambie babangu, mimi huo muda sina. Alafu sasa nimekwenda kwa daktari, nimemuuliza hali yako, hataki kuniambia chochote. Nimemuuliza penda ni hataki kuniambia chochote. Kwa hiyo sijui chochote kuhusu wewe. Sijui unaendeleaje, sijui unaumwa nini, sijui unaumwaje, sijui chochote. Kwa nini mnanifanyia hivyo? Sasa nisikilize. Mimi sitaki hata kudekewa kama mtoto hapa na sina muda kukubembeleza. Sasa ni hivi. Nitakuja kukuchukua. Nikupeleke mwenyewe na kukujua na nitakutafutia dawa mwenyewe. Kwa hiyo umetaka nitakutibia, hujataka nitakutibia. Ninajua unaumwa nini, sijui unaumwa nini lakini nitakutibia mimi mwenyewe. Si unanielewa? Na sina muda kubembelezana na wewe. Na sitaki unidekee kama mtoto. Wewe sio mtoto. Si umenielewa? Chakula kiko hapo. Kama utaweza utakula. Kama huwezi acha. Sumbuane hapo.
Baba za saizi. Kwema. Asante za hapa. Nashukuru Mungu. Karibu. Baba, mimi nimekuja kwangu kuja kukuulizia matatizo ya mjukuu wangu, kwa sababu tangia nilete hapa taarifa sioni jambo lolote linotendeka hapa. Swala lako mama linafuatiliwa, wala usione kimya, na tumefikia sehemu nzuri kabisa. Wewe ondoa hofu na kuwa na amani. Chini yangu mimi mwenyekiti, hakuna kinachoharibika, wala usiwe na wasi, na kuhakikishia kabisa litapata ufumbuzi. Sehemu pazuri gani? Kwa sababu mimi la sungusungu nalipa, na mjukuu wangu kafanywa unyama mapema tu. Nakuelewa mama. Vijana wangu mimi wanafanya kazi vizuri, ndio maana nakwambia ondoa hofu, tunalifuatilia hilo swala. Kwa hiyo basi nipe barua, kama imeshindikana nipe barua niende mbele. Mama, hapa utaniharibia ugali wangu. Yaani ukienda mbele, manake mwenyekiti wako nitaonekana si lolote si chochote. Unaona? Kwanza kuna mpango tumeuandaa wa kuondoa vijana wote wa Tukutu. Sababu wale vijana waliofanyia fujo mjukuu wako ni waini kama waini wengine. Ndani ya serikali yetu yaani hao tutakomesha swala hili swala. Kwa hiyo nakuomba tafadhali usiende mbele. Maana mwenyekiti wako mimi nitaonekana sifanyi kitu. Yaani ofisi yangu itakuwa imedolola tu. Naomba mama nisikilize kama ninachokuongea. Nyinyi ndio mmenichagua, mmeniweka hapa. Kwa hiyo nakusihi mama, usiende mbele. Naomba nipe muda ili swala tunalimaliza. Mwenyekiti, mimi navumilia wiki yangu moja tu, alafu nitarudi tena hapa ofisini. Basi nashukuru kwa kunielewa. Karibu sana. Nyinyi ndio mmenipigia kula bwana, nyinyi ndio mmeniweka kwenye ofisi. Bila nyinyi mimi si lolote si chochote. Karibu sana. Kaka, naomba unisaidie kakaangu. Pale nilipokuwa naishi mwenye nyumba amenifukuza. Na hivi ninavyokuambia watoto wangu kwenye nyumba bovu nimewaweka huko kakaangu. Na sina msaada sehemu nyingine zaidi ya kwako kaka. Naomba nisaidie. Nisaidie unistiri na watoto wangu kaka. Hivi unajitambua kweli? Na kuuliza unajitambua? Mimi kwenye matatizo yako naingiaje? Mimi nahusikanaje na hilo jambo? Sasa naomba unisikilize. Cha kwanza, hapa mimi sijafungua kituo cha misaada. La pili, hii nyumba unayoiona, vyumba vyote vina wapangaji. Watoto wangu wenyewe hapa hawapo, wameenda kupanga. Niambie wewe, na kuweka wapi? Usiseme hivyo kakaangu. Wewe ni ndugu yako, lakini ndugu yako mimi. Naomba nisaidie. Kuzaliwa baba mmoja isiwe tabu. Na hili neno nakwambia likuingie kwenye akili yako. Si unanielewa Na ndio maana hata marehemu mama alituambia sisi ya kuwa wewe ni nuksi. Sasa leo unakuja hapa unanimwagia machozi, eti mimi kaka. Nitakuweka wapi? Kaka. Hii nyumba, nisikilize. Hii nyumba unavyoiona, sina hata kwenye uchochoro wa kukuhifadhi. Sasa ninachokwambia, nenda kapambane na shida zako. Kaka. Sasa usiseme hivyo. Mimi ni ndugu yako lakini. Sasa dada, wale watoto hawana baba zao? Hawana baba zao? Baba yao amefariki. Shangazi zao? Kaka, wewe lakini ndo ndugu yako mimi. Nisikilize, nasema hivi. Hapa kabla hapajachafuka, umeona hizi stories? Kabla sijazigeuza kuni, njia nyeupe. Kaka. Sitaki tena cha kaka. Usitake kunitafutia sababu. Unanielewa vizuri? Kaka. Usitafute kunitafutia sababu ya mimi kwenda jela. Nina watoto, nina familia yangu. Eti kaka. Nenda bwana. Unasubiria nini? Wewe. Huyo penda kama yeye anakupenda, nenda kakae huko kwa kakako. Pumbavu.
Sister. Subiri hapo.